Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii. Awali ya yote, kwa kuwa nami ni mara ya kwanza nasimama mbele ya bunge hili tukufu, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutujalia heri na afya njema sisi wote ambao tuko hapa. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza kabisa kwa kuaminiwa na Watanzania, kwa kupigiwa kura nyingi za kishindo na kwa ushindi mkubwa alioupata. Lakini vile vile nishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kuniteua chini ya vikao alivyoviongoza yeye mwenyewe, mimi ndugu yenu, kusimama na kuomba ridhaa kwa wananchi wa Kakonko, na ninawashukuru sana wananchi wa Kakonko kwa kuniamini na kunichagua ili niweze kuwawakilisha katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi yangu ni kwamba sitowaangusha, nitafanya kazi usiku na mchana kwa nguvu zangu zote na kwa akili yangu yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama hapa vile vile kupongeza kazi kubwa ambayo anaifanya rais wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kule Kakonko na mkoa wa Kigoma kwa ujumla, niseme Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia heshima kubwa sana wananchi wa mkoa wa Kigoma. Hii ni kwa sababu miaka ya nyuma watu walikuwa wanaichukulia Kigoma kama eneo ambalo halifai. Watu walikuwa wanaamini watumishi ambao wanafanya vibaya serikalini wakipelekwa Kigoma maana yake wamepewa adhabu. Lakini leo rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan ameionyesha heshima ya wananchi wa Kigoma. Ninayasema haya kwa sababu miaka ya nyuma hatukuwa tumeunganishwa na barabara za lami kuelekea mikoa mingine. Lakini leo ukitoka Mwanza, ukitoka Dar es Salaam, ukitoka Tabora, ukitoka kona yoyote ya nchi, ukienda Kigoma utafika kwa barabara za lami. Huyo ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wilaya ya Kakonko kwa miaka minne ambayo rais wetu aliongoza taifa hili, kipindi kile cha kwanza alituletea fedha nyingi za maendeleo. Jumla ya fedha alizozileta ni bilioni 118,910,712,714 na senti 65. Naomba rais huyu apokee shukrani nyingi sana kutoka kwa wananchi wa Kakonko. Ndiyo maana tuliona hospitali ya wilaya ilijengwa, stendi mpya ya kisasa ikajengwa, chuo cha VETA kikajengwa, barabara zikajengwa. Shukrani nyingi sana na pongezi nyingi sana zimwendee rais wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza viongozi wote wanaomsaidia rais wetu. Kwa nafasi ya pekee nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, anafanya kazi kubwa sana. Wasilisho aliloleta hapa kwetu linaonyesha namna ambavyo tunaona matumaini makubwa katika taifa letu. Na mimi nimesimama hapa kwa kweli kumtia moyo na kuambia Watanzania kwamba serikali tulionayo na viongozi tulionao, mawaziri tulionao, manaibu waziri tulionao wanafanya kazi kubwa sana, wanapaswa kutiwa moyo ili waendelee kufanya kazi kwa moyo wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi hiki kifupi naendelea kutoa shukrani kwa serikali yetu hii. Wilaya yetu ya Kakonko imepokea mwaka huu jumla ya watumishi 142. Serikali yetu hii imefanya kazi kubwa sana. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, ametuletea mbegu ya ruzuku ya alizeti tani 10 kwa kipindi kifupi hiki. Lakini vile vile tunashuhudia ujenzi wa soko la kisasa katika wilaya yetu ya Kakonko. Hayo ni mambo ambayo lazima niyaseme ili Watanzania wajue kazi kubwa ambayo serikali yetu inafanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo hayo, nimekuwa nikifuatilia michango ya wabunge wengine na kwa kweli nimejifunza mengi, na mimi nimesimama hapa kusema kwamba pamoja na mambo mengine yote, bajeti iliyowasilishwa kwetu na mipango iliyowasilishwa inaonyesha namna ambavyo taifa letu linakwenda kuzalisha kwa kiwango kikubwa mazao ya kilimo, mazao ya uvuvi,
kwenye utalii na sekta nyingine za uzalishaji. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kufika huko tunahitaji fedha. Tunahitaji fedha. Kwanza kabisa lazima tukubali kwamba fedha tunazozipata kutoka kwenye makusanyo lazima zitumike vizuri, kwa uwazi na kwa uwajibikaji. Wale wote ambao hawatatumia fedha zetu vizuri lazima wachukuliwe hatua, ili fedha zote zinazopatikana kutoka kwenye sekta zote ziweze kuelekezwa kwenye maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye wilaya ya Kakonko yapo mambo ambayo tunatamani kuona yanafanyika. Kwenye upande wa afya tunatamani kuona kata 7 ambazo hazina vituo vya afya nazo zinapata vituo vya afya. Lakini vile vile tunatamani kuona maeneo yale yaliyotengwa kwa ajili ya chuo cha uuguzi, basi chuo hicho kinaanzishwa. Lakini vile vile kwenye kilimo tunatamani kuona tunakuwa na kiwanda cha kuchakata zao la mhogo. Vile vile tuone kwamba ile miundombinu ya umwagiliaji ambayo imechakaa ifanyiwe kazi ili wakulima wetu waweze kuzalisha katika misimu yote. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetenga ekari zaidi ya 1000 kwa ajili ya kilimo cha parachichi. Tunatamani kuona eneo hilo linaendelezwa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwenye upande wa barabara, mvua zilizonyesha zimeathiri sana maeneo yetu. Watu wa Itumbiko, watu wa Katanga, watu wa Njomlole wanashindwa kufanya shughuli zao kwa sababu mvua zimeharibu miundombinu ya barabara. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo yote hayo yanahitaji fedha ili wananchi wetu waweze kufanya shughuli zao vizuri. Kwenye mkoa wa Kigoma yapo mambo tunatamani kuona yanafanyika. Kwanza kabisa tuna reli ya kisasa ambayo mradi wa ujenzi unaendelea, lot 6. Tunatamani kuona serikali inaweka kipaumbele katika eneo hilo ili tuweze kukuza biashara na nchi za jirani zetu. Lakini vile vile ziwa Tanganyika ni ziwa la kimkakati. Tunahitaji kuona tunakuwa na meli nzuri kwa ajili ya kusafirisha watu wetu. Tumeshuhudia siku chache zilizopita watu 8 wamepoteza maisha. Lazima kama taifa tuweke meli nzuri kule ili watu wetu waweze kusafiri vizuri. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako.